Mwenyeji mwema, mwenyeji wema, uje kutuangazia na imara kutujia, tuyasikie mafundisho. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu zangu wapendwa katika siku hii ya leo, tunawasindikiza kwa sala ndugu zetu, watoto wetu ambao wanategemea kumpokea Kristo kwa mara ya kwanza. Katika somo la kwanza tulilosikia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunaona hawa ndugu zetu wa Israeli walipokuwa jangwani walijifunza kuwa ni lazima kumtegemea Mungu. Hawakuweza kujipatia chakula isipokuwa mana ambayo ilitengenezwa na Mungu. Chakula hicho ni mfano wa Ekaristi Takatifu, hasa katika Agano Jipya. Lakini pia katika somo la pili tunalolisikia, wanaopokea Ekaristi Takatifu humpokea Yesu mzima na huunganika naye, na kwa kuunganika na Kristo, Wakristo wote huunda umoja ndani yake. Tuangalie tusije tukaharibu umoja huo kwa kutenda dhambi. Huenda wakati mwingine sisi wenyewe kwa kutokujua au kwa kujua tunaharibu umoja huo kwa kukumbatia zile dhambi ambazo zinatufanya tupoteze neema ya utakaso. Na katika Injili tunasikia Yesu anawaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Kilichotoka wapi? Mbinguni, si ndio? Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Tunapompokea Kristo, Kristo anakaa ndani yetu, nasi tunaunganika. Sasa tunakuwa umoja, tunakuwa tumemvaa nani? Kristo. Watoto mpo? Naenda kumpokea Yesu kwa mara ya kwanza. Naelewa hicho mnachoenda kukipokea? Ndio. Naelewa Ndio. Kwamba ni Yesu kweli, yaani unapoona unamuona Yesu, wewe kupokea mkate mweupe. Sawa? Sio mkate mweupe huu, ni Yesu. Kuna mahali fulani parokia fulani hivi, baadaye alikuwa katika wakati wa mageuzo, akasema twaeni mle wote, huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili. Akapandisha, akashusha hivi, akaona nyama mbichi kabisa halisi ya mwanadamu. Mshangao na hofu, akachukua tena nini, kikombe vile vile. Alipotamka yale maneno, aliposhusha, akaona damu mbichi kabisa halisi ya nani? Ya mwanadamu. Akachafu, akakimbia. Sasa uzuri tokani kwa huko msalizi, kwa huko mwenzake mkubwa kabisa pale, chukulia kawaida na miaka 7 yangu yote ya majiundo. Lakini leo hapana, njoo twende ukaone kule bwana, damu imebadilika nyama kabisa ya mtu. Alitegemea paroko atakimbia, lakini kwa mshangao akamwambia, wewe ni padre au ni nani? Miaka yote hiyo unajifunza, wewe uliona tunafanya kama maigizo tu.
Basi baada ya hapo akarudi akamaliza azimisho la misa takatifu kama kawaida. Kwa macho yake aliona vile. Je, sisi padre anaposema basi Bwana tunakusii upende kuvitakatifuza vipaji hivi ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, wangapi tunaona uwepo wa Yesu wa Ekaristi anashuka? Wakati mwingine sisi wenyewe tu tunakuwa tumetawanyika. Yaani azimisho linapoanza tu pale watu tumetawanyika, hatupo pamoja, tumetawanyika kwa mawazo. Mwingine akiwaza zake kausha damu, wengine kwa mfano kama watoto hapo wanawaza huko baadaye nini, kuna zawadi, anawaza madeni, mwingine mama hapa na kadhalika. Yaani ule umoja ule tunaokuwa pamoja na Kristo kwenye azimisho la misa takatifu, wengi wetu hatupo, na ndio maana hatuoni nguvu ya sadaka ya azimisho la misa takatifu. Sadaka ya azimisho la misa takatifu ina nguvu kuliko vitu vyote. Yaani hapo kuna muujiza wa kila namna. Sasa siku hizo wa Kristo Katoliki tunaacha hapo Ekaristi takatifu, tunaenda kupokea mafuta ya upako, chipsi za upako, na kukanyaga mafuta na kadhalika. Sasa tuwasaidie watoto wetu wajifunze kupitia sisi watangulizi wao, maana sisi tushapokea. Sasa siku hizi watoto nao wakishapokea leo hapa hatuwaoni tena, wanakimbia. Wazazi na walezi wao tuwasaidie watambue kwamba huyu anaenda kumpokea ni Kristo, na unapompokea Kristo unapata uzima wa milele. Kinyume chake usiposhiriki una uzima. Alafu kila siku anakuwa wetu hapo akiwa anatuanzishia Aulaem, na wewe unaiba kabisa na mishipa inabuka mafu, bado umekaa tu hapo tu. Maana yake wewe utaki uzima. Mimi sijasema wanakwaya, nimesema wote. Maana ukiimba wimbo tunaimba kanisa zima, si ndio? Ndio. Msije mkanisema leo kila siku akija hapa anatuchamba tu. Mimi ninasema ninanaka mdomo kweli, nitawaambia mkikosea nasema kweli. Sasa vijana wetu mjitahidi, sawa? Mjitahidi muwe katika hali ya neema hiyo hiyo ya kumpokea Kristo, muwe safi. Muwe safi. Mjue kwamba mnayempokea ni Mungu nafsi ya pili kabisa. Sio mnakuja tu kupokea hapa kama mnafanya ushabiki kwa kuwa fulani ameenda na mimi niende. Na siku hizi nao nyewe mnaiga. Mkiona mama amekaa hivi haendi kupokea, na wewe unakaa tu. Mwisho wa siku ule mtoto atakuwa hivyo aoni ule umuhimu wa sakramenti ya Ekaristi takatifu. Kwa wazazi tuwasaidie, tuwapushe watoto wetu. Watoto, kabla hujapokea Ekaristi takatifu ya kupasa ufanye nini? Pokea Ekaristi takatifu ya kuomba Roho Mtakatifu. 2, kutafuta dhambi moyoni. 3, kujuta dhambi. 4, kuweka kusudi la kuacha dhambi. 5, kuungama dhambi alizotenda. 6, kupokea maondoleo ya dhambi. 7, kutimiza malipizi aliyopewa na Padre Muungamishi. Tunaambiwa tufunge lisali moja kabla ya nini? Hujapokea Ekaristi takatifu. Lakini watu wanakuja kwenye misa mpija zake hivi ati. Anapiga na big G pale, anapiga jojo yake safi. Tunapaswa tunapokuja hapa tuwe safi kimwili na kiroho, unaenda kumpokea Yesu. Sawa, usafi kiroho na msiseme tu kiroho na kimwili, kuwa smart. Niko nawaambia Ndundu wao,
kwamba hakuna mtu mwenye furaha sana kama mwanamama akija kanisani ameshona zake gauni lake zuri, alafu nywele ziko safi, kasuka labda wa 30,000 labda 50,000, basi akija kanisani siku hiyo anaenda anang'ata kama kindege. Tena anataka apite mpaka wapi? Na hapa, ili watu wafanyaje? Wamuone. Sasa katika maandalizi hayo ya kimwili tuyafanye pia kwenye nini? Maandalizi ya kiroho. Tusiendelee kukumbatia dhambi. Tumkaribishe Yesu wa Ekaristi katika maisha yetu. Tunapokuja kwenye misa takatifu, tusije kama watu wazima, tuje kama wagonjwa. Tumweleze nini? Shida zetu, tumweleze mahangaiko yako unayoyapata katika biashara zako au katika ndoa yako, katika mahusiano yako na kadhalika. Sio unakuja tu kama unaenda sokoni. Unaenda kukutana na daktari anayepaswa kuja kufanyaje? Kutibu matatizo ulionayo. Tumsifu Yesu Kristo.